Na ikiwa tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka kaunti ya Vihiga, mahali ambapo jamaa wa miaka 22 amechoma nyumba ya wazazi wake. Hii ni baada ya mzozo wa kinyumbani ambao ulikuwa unauzishwa na begi la kubeba nguo. Kulingana na familia, wanasema kwamba wazazi walikwepa kutoka kwa nyumba hiyo, hawakushikwa na moto, hawakuchomwa na nyumba hiyo ambayo ilikuwa imechomeka na kuisha kabisa. Nimepatwa na msiba hii ya nyumba kuchomwa na mtoto hii. Na mimi ningeomba muhisani wanisaidie, maana sina mahali pa kulala. Na tukiendelea na taarifa hiyo, si mara ya kwanza, ya pili ama ya tatu soko la Gikomba, soko kubwa nchini Kenya, kuchomeka. Soko hilo limeshuhudia mikasa ya moto hapo awali, na usiku wa kuamkia leo wale ambao ni wafanyabiashara wameamka na husuni baada ya mali ya fedha nyingi zaidi kuchomeka katika soko hilo la Gikomba. Wakazi na wafanyabiashara wa eneo hilo wameomba serikali kuu na serikali ya kaunti kushirikiana ili kumaliza masala na mikasa ya moto katika soko hilo na biashara zao kuendelea kama kawaida. Na kina mama kutoka kaunti ya Kisii wamekuja pamoja na kutupilia mbali desturi na mila ambazo wanasema kwamba zinakandamiza mtoto wa kike ama mtoto msichana. Walikuwa wanayazungumza wakati ambapo walikuwa wanakifumbua na kuzindua kitabu ambacho kina maelezo zaidi vile ambavyo maisha ya mtoto msichana yanakumbwa na changamoto tofauti tofauti. But the pain they're experiencing, the only way they think. They grew up with some beliefs and cultural beliefs and regional beliefs, but later in life I realized that we need to open our mind and embrace other diversities, and I got motivated because I managed to break through the ceiling, and I wanted to leave a message for any girl who feels confused, who feels trapped within the cultural beliefs which are limiting, that person can break through to her womanhood. Probably for me, it's a powerful mentorship tool to the younger generation coming to learn the art of telling their story with vulnerability, authenticity, in a way to change narratives that are no longer working for us. And this is one of the achievements we're making. If we have our young women coming out and ready to take these steps at a very tender age. So it's important we also agree that she's also mentoring other young girls who are coming up to also have an understanding and inspiring them. Sometimes people have knowledge, they go with it. And when they go with this knowledge, it does not add value to any or economic value to the country we are living in. Tukiwa bado katika kaunti ya Kisii, jamii ya Nubia ambayo inapatikana katika eneo la Gusii Town ama Kisii Town imejitokeza na kuandamana siku ya leo kulalamikia barabara mbovu katika eneo hilo. Jamii hiyo ya Nubia wameomba serikali ya kaunti ya Kisii kushirikiana na serikali kuu ili kuunda barabara katika eneo hilo la Nubia ambalo linapatikana katika kaunti ya Kisii, saa katika mji wa Kisii Town. Magonjwa yakiwa hakuna vile ambulance inaweza ingia hapa itupeleke wapi? Kwa hospitali. Mtu unapata anakufia kwa barabara, mtu anazalia kwa barabara. Hiyo yote hamuoni. Kama ni government, ingilieni mtu saidie, wakubwa wote wa serikali. Mheshimiwa Duke Nyarango akuje atutengenezee barabara. Tunaangamia, tunaumia. Juzi kwanza kukinyesha hapa kupitiki. Juzi nilikuja na gari nikakwama hapo. Nikashindwa, nilikaa karibu 3 hours.
nikatafuta usaidizi, ndo nikapata usaidizi. Haya, kuna watoto wa shule, hata school bus haziwezi pita huku. Sisi tumeumia na hii barabara. Juzi nilikuwa na mimba nikaenda kuzaa. Sikupata usaidizi juu ya hii barabara mbaya. Nilibebwa na pikipiki, ikabidi tukaanguka hapa tukakuja kuokotwa na nilikuwa napeleka hospitali. Haki tusaidieni Simbaradi. Ndio kitusaidieni, sisi tunaumia. Na tukimalizia ni kwamba ni miezi ya kupanga ziara ya Rais Ruto eneo la Mlima Kenya sasa imetimia. Rais Ruto leo amezuru eneo la Mlima Kenya kuanzia kaunti ya Laikipia huku akizindua miradi tofauti. Kumbuka kwamba Wakenya walikuwa wanangoja kutazamia labda ukaribisho wake katika eneo la Mlima Kenya utakuwa namna gani. Nini baada yake kuhutubia wenyeji wa Mlima Kenya kupitia radio mbalimbali kwamba wangoje wajionee vile ambavyo atakaribishwa eneo lile la Mlima Kenya. Taarifa za biashara. Ruth Nyanchama atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Jina langu ni Ruth Nyanchama. Nairobi Security Exchange imezitisha biashara za hisa za kampuni ya Umeme Limited ini kutokana na mchakato wa ununuzi wa kampuni hiyo na pia kuhusiana na uvumi wa kusitisha mkataba wao. Na wafanyakazi wasiopata mishahara hapa nchini Kenya wanatazamia kupata rehani ama mortgage nafuu ya hadi milioni 6 chini ya mpango unaoungwa mkono na serikali wa Kenya Mortgage Guarantee Trust, ambapo kampuni hiyo itakuwa inagharamia 40% ya madeni ambayo hayatalipwa. Katika sekta ya afya ni kwamba waziri wa afya Aden Duale ameonya hospitali zote zinazowaajiri wahudumu ambao wana leseni kuhudumu katika vituo vya afya na kusema kwamba huenda waajiri hao hawatalipwa. Na kwa upande mwingine ameongeza kwa kusema kwamba madeni yote yaliyokuwa yanadaiwa pia ya SHA basi angalau bilioni 24 zimelipwa katika vituo vyote vilivyopewa kandarasi na pia bilioni 21 zimelipwa chini ya mfuko wa Primary Healthcare Fund.